Bwana Kaleche, talk to us. When and where did you meet the Russian guy? The Russian guy, it was last year, March 18th, 2025. Yeah, watu wanashanga guy alikuwa huko kitambo. Me, I met him last year, March. Naam. Yeah, nilikuwa nasimama hapo Ngara. I was on my phone. I had some errands to run. Na akani approach. Na me ilikuwa to like a normal approach with a man. Men approach you. Yes. Akakwambia nini? Akakuja akaniambia, are you Kenyan? Nikamwambia yeah, I'm Kenyan. Akaniambia how old are you? Nikamwambia I'm 19. I was 19 at the time. Akaniambia can I see you in the evening? I would love to see you in the evening. Na mimi akaniambia alikuwa na Russian WhatsApp. Aliniambia I have the WhatsApp. I can give you my number. I want to see you in the evening. Me I thought nikasema why not? Juu yeah, if kama tutaenda we meet in a public place, we break the ice. Why not? Yes. Hiyo ndo ilikuwa like my intentions. But for him alikuwa na some other intentions. Gani? Yeye alisema anataka nini? Okay, hapo the only conversation we had ni akiniambia we should plan something. Angetaka kuniona in the evening. That was the only conversation. Na akaniekea his number. So after nimeenda nikamaliza my errands, I came back nikakumbuka I met this Russian guy. Nikasema aliniekea number, let me text him. Ukamtext? Yeah, mimi mwenyewe. Ukamwambia nini? Nikamwambia hey, nikamkumbusha where we met hapo Ngara. Hey, hata niambia how was your day? Karembo nini? Straight to the point. Akanitumia nini location. Mimi nafikiria it's a public place. Let's go. Let's tujuane. I know nothing about you. Yeah, Kempinski. Ninaangalia hivi location ilikuwa Ngara. A B&B. Ala. Anakuregesha tu mahali umetoka. Hata kuna hey. Straight, hakuna talking stage. Straight to the point. Yes. Come to my place. Alitumia location na akaniambia come to my place. Nasi ni watu wakubwa. You know what happened? Watu endangi kufanya mazoezi B&B, you know. Nikona ataka ni kuruka talking stage. Unasema lazima kuna steps lazima zifuate. Huyu atambui steps. Ati mimi niliona anapewa tu maji moto. Hata dunia tini. There is nothing, hakuna effort anaeka. So what did you do? Ilikuwa ina sound too peculiar. Niko hapana no. Hata kama nikaona this was not what I was expecting. Normally una meet someone, open door meeting, you talk, mnajuana, alafu you can carry the conversation from there. Yani you know someone more, but just mnaenda huko hata mjuani majina. So yeah, ilikuwa too so odd. So kitu ile kutushia ni yeye kukutumia pin location ya Ngara ama ni subsequent conversations? Si hivyo ati juu tu ati ilikuwa tu B&B ameniita. It's a lot of things pia as a woman. Lazima utu engage emotionally. Yani arushe mistari nini bana. Ndio kidogo unajua kuna lugha gongana, hajui Kiingereza sana. So labda alikuwa anataka kuongelesha Kirasha na wewe hujui Kirasha. So ana communicate na ishara. I want it. I want there. Come here today. Wajua ile Google Translate it is not human, so inaongea tu. Kama alijua kona kasoro hapo basi angeendelea kutoka. So alivotuma location wewe ukasema I'm not coming, ama what happened? I decided not to go juu hapana. Did you tell him? I did not. I just ended the conversation there. Hapo alivyokutumia tu pin location ya come here. Hata nilikuwa naambia my friends nasema wow ni nani. So when you texted him back that evening, what were your intentions? Ulikuwa unaona kwamba hii ni visa ama nataka kwenda Kremlin? Okay, I know a lot. Okay, maybe see ati mambo ya visa, I was rich nini. I can also get my own money. What else do you unakuja na nini ingine? My intentions for me it's just like a normal guy. We talk, let's know each other. Maybe tunaweza enda mahali kama tuta vibe. That was my intention. Just like a normal man I meet. How kuona a potential sponsor?
Sio potential. Potential ipo, lakini alikuja vibaya. Ngoja, kuna kitu Kaleche atuambie. Kaleche. Okay.